Bwana Yesu asifiwe. Na shukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Na this is the day that the Lord has made and we rejoice and be glad in it. Today I just want to speak very simple message, very effective. Nataka nikufundishe kuhusu why we need people for us to move forward. Wakati mwingine unapuuza watu, unasema mimi nahitaji Mungu, sihitaji watu. But let me tell you, the same people are the same people God is going to use for you to get where He wants to get. You should never hate people. You should love people, be it they are of your level or they are different from your level. And the reason why I tell you need people, there are people who are connected to where you are going, despite of the way they are. Unaangalia watu kama wana wa Israeli. Mtu kama Rahab alikuwa kahaba, lakini in all the land of Canaan Mungu hakuona mtu mwingine anasaidia wana wa Israeli. It was only Rahab. Na ukisoma Biblia, maandiko yanasema Yoshua alienda kuspy nchi ya Canaan. Na baada ya kuingia katika nchi ya Canaan, alienda kwa nyumba ya Harlot, kwa Kiswahili tunawaita maraya, na akaenda akaloji huko. That's what the Bible says in Joshua chapter 2. Now let me tell you, because they lodged there, Biblia inasema Rahab aliwaficha kwa siri, na baada ya kuja kuulizwa na wanajeshi wa nchi ya Canaan, Rahab, umeona wanaume wawili ambao tunatafuta. Rahab aliwaambia walikuja na wakaingia huku, lakini walienda, wakimbieni kabla geti jafungwa, mnaweza wafikia. But let me tell you, it was the heart of Rahab that God saw He could rescue the children of Israel. Don't despise people. Usichukie watu, usidharau watu. You don't know what people can do with your life. God has done so many things with people who are different, whom you could never think they could become a help for you. Ukiangalia mtu kama Naaman, alikuwa na ukoma, alikuwa mwanajeshi mkubwa na alikuwa ameshinda vita vingi, lakini ukoma ilikuwa imemshika na ilikuwa inamsumbua. Nani alisaidia yeye? Ni msichana wa kazi. Huyo msichana wa kazi alikuwa duni, na Biblia inasema alikuja akaambia bibi ya Naaman, kama huyu bwana yako angekuwa katika nchi yetu, hii ukoma angepona. And I tell you for sure that report ilifikia mpaka Naaman, ikafikia mpaka mfalme. Na at the end of the day, Mungu alisaidia Naaman akukufa kwa ukoma. Elisha alimponya, maana wakati alienda kwa Elisha hata kutoka nje, alituma Gehazi akamwambia ndio mwambie aoge Jordan mara 7, akijitumbukiza mara 7, mara ya 7 atapona. The sum of the situation that you are passing through, but since you despise as people who are near you, you will never move to the next level. For you to move to the next level, you need people. You need people very much. And if you are going to respond by knowing how much you need people, God is going to help you. Kuna mama ambaye alikuta Yesu amekaa kwa nyumba ya Simeoni wakikula. Simeoni akajiambia ndani ya moyo wake, kama Yesu angekuwa nabii, angejua mama ni nani na angejua mama nani anafanya. Kwa sababu mama alikuja akapiga magoti mbele ya Yesu, akaanza kulia kwa machozi, na akaanza kumpanguza na nywele zake, na akaanza kumuosha kwa mafuta. Biblia inasema Yesu akamwambia Simeoni, Simeoni, namjua huyu mama. Yesu akamwambia Simeoni hadithi. Kulikuwa watu wawili na wote walikuwa na deni. Mmoja alikuwa na deni ya 500 na mwingine alikuwa na deni ya shilingi 50. Ule mwenye alikuwa na wadai deni akamwambia nimewasamehea wote. Akauliza Simeoni, unafikiria nani alifurahi zaidi? Simeoni akasema mimi nitasema yule alikuwa na deni ya 500. Akaambia unaona mama, tangu nikuje huku kwako hujaniosha na hujanibusu miguu yangu, lakini huyu hajaacha kunibusu na kuniosha na kunipanguza na nywele zake na kuniosha na mafuta. I tell you for sure, kwa dhambi zake mingi amesamehewa. You need a person who will connect you to your destiny. Don't despise people. Let me tell you, the man called Joseph was in jail, but the help he has given 2 years earlier, jamaa alisikia Farao ameota ndoto na ameletewa waganga na ameletewa wachawi, wamekosa mtu wa kutafsiri ndoto. Ule mtu akasema sasa leo mimi nakumbuka makosa yangu. Iko jamaa ambaye hapo kwa jela, na mfalme kama ungeenda uongea na yeye ni mfungwa na anaweza kukusaidia kwa hii ndoto yako ambayo inakusumbua. Mfalme akatumana Yusufu, akaenda akatolewa jela, akanyorewa na akavalishwa nguo, akakuja akasimama mbele ya mfalme, akamwambia nasikia wewe ndio unatafsiri ndoto. Akamwambia hapana, sio mimi, ni Mungu huwa anatafsiri ndoto. Akapeana ndoto yake na for sure ndoto yake katafsiriwa. Na Yusufu akafanywa mkubwa. Hakufanywa mkubwa kwa sababu ya kitu kingine, alifanywa mkubwa kwa sababu kuna mtu alimkumbuka na kuna mtu alihusika katika maisha yake. But I tell you, we tend to forget so much and we tend not to see those people around us. Usaidizi wako huko mbali, huko karibu na wewe. Those people who are near you are the people who God is going to use for you to be uplifted.
Hata David alikuwa kijana mdogo na ndugu zake watatu walikuwa wanajeshi wa jeshi ya Israeli, na Biblia inasema baba yake akamwambia, pelekea ndugu zako chakula, na kuwapelekea chakula ndio Goliath aliinuka akasimama. Na baada ya Goliath kusimama kuinuka kwanza kupigana na wana wa Israeli, Daudi akasema, huyu jamaa nitapigana na yeye, na anaweza tukana aje majeshi ya Mungu? Na kwanza huyu jamaa vile yako ni Filisti, ni mtu ya mataifa, ni mtu ambaye hajatahiriwa, nitapigana na yeye. Biblia inasema mfalme akavalisha David mavazi, na baada ya kumvalisha mavazi alisimama na akainuka, na baada ya kuinuka kwenda kupigana na Goliath alishinda. Na baada ya kushinda, hakushinda kwa sababu ya kitu kingine, alishinda kwa sababu baba yake alimconnect na destiny yake. There are people you despise today, but let me tell you, your help will come from God through the same people. Usifikirie msaada wako utatoka mahali unafikiria. Msaada wako unatoka mahali Mungu amepanga utatoka. Hakuna njia ya kuepuka. That is the only way. Mahali msaada wako utatoka. Biblia inasema katika Psalms 121 verse 2, our help comes from the Lord who created the heavens and earth. Kwanza verse 1 inasema, nitaangalia milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi. Let me tell you, kama msaada wako unatoka kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi, ile njia anataka kutumia ataitumia. Don't despise people. Love people, honor people, and experience the breakthrough. You need people more than ever before. Let me pray for you. Father, I pray for this viewer. May you remember them. May you give them the grace to know that your help, Father, is hidden in the people near them. Bless them and keep them. In Jesus' name you are blessed. Amen. Shalom. God bless you.